Asa leo bwana bibie Beti alikuwa anarudi zake shuleni. Akasema subiri kwanza niende nikanunue maji. Akaenda hadi dukani pale, kamkuta muuza duka. Akamuita pale na akamwambia anataka maji ya 800, yani maji makubwa. Basi muuza duka akampa. Ile muda kuondoka kuna jamaa alikaa pembeni, akamsalimia. Ile jamaa wakati anasalimiwa akawa anashangaa, ameniona huyu? Ameniona au kuna mtu mwingine yuko anamsalimia? Lakini kagundua kuwa hamna mtu mwingine yeyote, kuwa ni yeye. Basi jamaa akaanza kumfuatilia. Bibie Beti kila kigeuka nyuma anashangaa yule jamaa anamfuatilia. Sasa bibie Beti akaogopa, akaanza labda anaweza kawa chinja au kibaka anataka amkabe. Sasa baadaye baada kukimbiza sana, bibie Beti baadaye akasimama. Yule jamaa ndipo akamfuata na akaanza kumwambia ya kuwa yeye ni mzimu. Hivyo basi ni nusu amekufa, nusu hajafa. Hivyo anahitaji msaada wake kwa sababu kaweza kumuona, basi inawezekana akamsaidia. Sasa bibie Beti akawa anashangaa, wewe unaniambiaje mzimu wakati mimi nakuona? Wewe sio mzimu bwana. Sasa jamaa ndipo pale akamuelewesha ya kuwa mimi inaonekana kuwa kama kule nyumbani hawanijui kama mimi nipo, lakini nilitumia madawa mingi sana. Hivyo basi kule madawa yamenizidi. Kwa hiyo nikikaa sana nitakufa. Na kuomba unisaidie, unipatie msaada wako. Mimi ni mzimu, hakuna mtu yote anayeniona zaidi ya kwako wewe. Basi bibie Beti akamkubalia, akamwambia haya basi twende kwanza nyumbani nikabadilishe uniform zangu na vitu vyangu vyote, afu ndo twende huko nyumbani kwenu ili mradi nipate kukusaidia. Basi mwamba akakubali pale, akaanza kuongozana. Kama ni mgeni wa channel hii, basi nakuomba ubonyeze kialama cha kusubscribe, kulike, kucomment hapo na kushare, na vile vile usisahau kuondoka ndani ya channel hii bila kusubscribe. Asa bwana bibie Beti akafika hadi nyumbani kwake, akamkuta mjomba wake, akamsalimia pale na kumwambia ya kuwa subiri kwanza nikabadilishe nguo alafu mengine yatafuata. Basi mjomba wake akamwambia sawa. Basi wakaingia pale ndani, akaenda kubadilisha nguo. Sasa ili anatoka, mjomba wake akashangaa, Beti unaenda wapi jioni yote? Usiku unakaribia, ulijua hilo? Akamwambia hamna mjomba, kesho kuna testi, hasa inabidi ni kuna kitu nikafate kwa rafiki yangu Jojo. Sasa ndo ukafate sasa hivi? Mjomba wake akawa anashangaa, lakini bibie Beti akamwambia ya kuwa kesho inatabidi apate testi za kufanyia kesho. Kwa hiyo asipoenda kwa Jojo hatopata. Basi mjomba wake akamkubalia, akamwambia basi usichelewe, ukichelewa sitokukubalia hata kidogo na wala sitokuelewa, utalala huko. Basi sawa. Basi bibie Beti akaondoka pale, akamwambia twende. Mkwake kashangaa, unaniambia mimi twende au? Hamna. Beti upo mzima ndio. Akaondoka zake pale. Mjomba wake akabaki tu anashangaa, huyu binti sasa hivi sijui kashachanganyikiwa. Haya bwana. Sasa bwana bibie Beti na ule mzimu wakaongozana, wakafika hadi nyumbani kwa yule mzimu. Akagonga, akatoka mlinzi. Na alipotoka pale mlinzi akamuulizia dada yake mkubwa, ambaye dada yake na yule mzimu. Yule mzimu kwa sababu alikuwa anamtajia. Basi kuuliza yule dada hayupo. Akamuulizia na vile vile dada yake mdogo yule mzimu, kumuulizia vile vile hayupo. Hata yule jamaa akawa anashangaa, wewe unaongea na nani? Wewe ni mzima kweli? Bibie Beti anamwambia tu mimi ni mzima. Haya bwana. Akasema basi kama vipi, tumsubirie. Basi pale wakakaa wakaanza kumsubiria. Hata bibie Beti akati anaongea na yule mzimu, jamaa anashangaa, wewe madam, uko salama? Nipo salama. Haya sasa wakaanza kuwasubiria bwana, wakawasubiria. Mida inazidi kwenda. Alafu kumbuka mjomba wake ni mkali sana. Alimwambia vile vile asichelewe. Akichelewa kibano atakuwa nacho. Sasa bibie Beti akasubiri sana, mwisho wa siku akachoka. Akamwambia wewe, mimi kwanza nataka niondoke. Naona kama unanichelewesha na hii mida ya usiku inakaribia, hapo mjomba wangu mkali. Basi mwamba akawa anamwambia tu, naomba usubiri hata kidogo. Wanaweza akarudi tu sasa hivi. Wewe, nimekwambiaje? Staki. Na kwanza usinifuate. Basi mwamba akabaki tu pale, bibie Beti akarudi zake. Hata bwana ile kufika pale, mjomba wake kakunja uso. Bibie Beti kachelewa. Wewe Beti, ulikuwa wapi? 2:00 ndio unarudi sasa hivi 2:00? Hamna mjomba. Yule Jojo rafiki yangu hakuwepo, kwa hiyo nikawa namsubiria. Yaani unamsubiria ndo masaa yote hayo? Ndio alitoka nikawa namsubiria. Haya, notes zenyewe zipo wapi? Kiukweli nilikuwa namsubiria, lakini sasa hakutokea kabisa. Ndio maana nikaamua tu nirudi hivi. Afu wewe Beti, kama kuna kitu unanifanyia. Hamna mjomba. Ole wako sasa. Nikigundua kazi itakuwa nayo. Sasa akamruhusu pale aingie ndani. Akamwambia ingia huko ndani basi. Basi bibi akaingia ndani. Sasa bwana, kesho yake bwana asubuhi bibie Beti anatoka, kashajiandaa, kashapanga nguo zake za shule pale. Anatoka anashangaa jamaa ipo mlangoni. Wewe unakuja kufanya nini hapa?
amna, nikopo nahitaji msaada wako, nikopo naomba unisaidie. Nimekwambia sitaki kukusaidia na wala sitaki chochote kile. Nakuomba uniache, mbona unapenda kunifuatilia? Basi mwamba akawa anamlazimisha sana bibie Beti amsaidie, lakini Beti anakataa. Beti kamkataa kata yani. Sasa pale pale bwana mjomba wake akatoka. Akamwambia wewe Beti, wewe ushakuwa chizi siku hizi, unaongea na nani? Hamna mjomba, unajua leo shule kuna debate. Sasa ndo maana niko nafanya mazoezi hapa ya debate, ili mradi nikifika katika debate kule nisiteteleke. Basi mjomba wake akamwambia, basi kama hivyo sawa. Mshika kwanza hapa ni loan na 200 hiki. Mshika kwanza. Basi bibi Beti akapokea pale la shule. Akamwambia ya kuwa inabidi urudishie change. Basi bibi Beti akamwambia sawa, akaanza kuondoka. Sasa bwana bibi Beti yupo njiani anaelekea shuleni, ule mzimu unamsumbua, unamwambia na kwamba unisaidie, mbona hivyo lakini wewe peke yako ndio kunisaidia. Bibi Beti anamkomalia tu, anamwambia kuwa mimi nina kazi nyingi sana za kufanya. Siwezi nikaacha mambo yangu nije kukusaidia wewe. Nakwamba unisaidie, nakwamba unisaidie. Nimekwambia nina kazi nyingi za kufanya. Sasa pale akaanza kumsikiliza. Nilikuwa nakwamba unisaidie, maana zikizidi hata siku 3 au siku 4 naweza nikafa moja. Akaambia wewe, kwanza unajua kama mimi leo nina mitihani miwili ya moko. Sasa unaniambia mimi niache mitihani nikakusaidia wewe? Wewe sasa inakuaje? Ndio nimekuambia sasa siwezi nikakusaidia, nataka nende nikafanye mitihani. Basi mzimu ukawa unalazimisha sana. Sasa baadaye bibi Beti akamwambia, basi sawa. Una kitu cha kunilipa chochote? Ndio ninacho. Haya utanilipa nini? Nitakupa milioni 1 naira. Milioni 1 naira? Hata kama bwana, hiyo milioni 1 naira haiwezi kanunua thamani ya mitihani yangu ya moko. Naomba tunisaidie. Hata Mwenyezi Mungu atakubariki. Akamwambia, basi sawa nitakusaidia, lakini subiri kwanza hadi nimalize mitihani yangu. Sawa. Sawa. Nitakukuta wapi? Nimekwambia subiri hadi nimalize mitihani yangu. Haya basi mimi subiri nikufuate. Basi mwamba akawa anamfuata huku bibi Beti akawa anaelekea shuleni. Sasa bwana bibi Beti muda anatoka bwana akashamaliza kufanya mtihani, kuna rafiki yake ambaye shuleni hiyo moja anasoma alikuwa anaitwa X. Akafika hadi pale akamwambia, Beti vipi unaondoka mbona unaondoka peke yako? Akamwambia hamna bwana, kuna sehemu niko tunawahi. Unawahi wapi tena huko? Kuna sehemu tunawahi. Vipi sasa? Tunaweza tukatoka out leo? Sasa bibi Beti pale akamkatalia. Hamna, kuna sehemu nawahi, kwa hiyo sasa hata tukatoka out mimi na wewe. Basi pale mwamba X akamwambia basi sawa haina shida, basi hata siku nyingine si tutatoka. Akasema inaweza ikawa. Basi ule mzimu ukafurahi sana kwa sababu bibi Beti kaikataa ile safari. Sasa bwana kufika mbele bwana nyumbani kwa ule mzimu mbali kutoka shuleni. Sasa ikafika njiani bwana bodaboda akapita. Ndipo akaanza kumwambia nyumba kwa Mapipi unapajua? Pale kwa Mapipi napajua. Shingapi nauli? Nauli pale kama naira 30. Niko naomba nipeleke. Haya sawa kaa. Sasa wale mwenye bodaboda akashamruhusu akae. Hasa mazungumzo yakawa wawili baina ya mzimu na bibi Beti. Mzimu anamwambia basi kaa hapo tuondoke wote. Akamwambia hamna. Hapa mimi nitakaa lakini wewe itabidi uje kivyako na mimi ndio kivyangu. Sasa itakuwaje hapo? Itabidi tuondoke wote. Nimekwambia hamna. Basi kama hivyo anza kukaa wewe. Sasa bodaboda akawa anashangaa, wewe unaongea na nani au chizi? Hamna. Kuna kitu tunaongea nacho. Akawa anamshangaa tu anamsoma yule dada anavyoongea. Basi akamwambia kama vipi basi tukae. Mwisho wa siku bwana jamaa yule mzimu akatangulia kukaa, bibi Beti akakaa kwa nyuma. Wakaelekea hadi pale. Bwana ile kufika bwana akatoa hapo nje katika ile nyumba bwana, dada yake na yule mzimu hiyo siku amegombana na mtu wake, boyfriend wake. Na akaanza kupigizana kelele nyingi sana pale. Boyfriend wake kila akijaribu kuomba msamaha, mwamba anakataa, bibi anakataa. Mwisho wa siku akamfukuza. Ile kumfukuza kama unavyojua tena mwanamke akitoka pale kuachana na mtu wake anakopo anakashfa sana. Akamwambia na nini na wewe? Na unafanya nini hapo? Umbea tu. Toka. Sasa bibi Beti bwana kwa sababu ni muoga, bibi Beti kaanza kuongoza. Mzimu kaanza kumomba tena. Mambo usubiri. Ndio na hasira tu. Hasira zake zikamwisha. Itakuwa fresh. Wewe nimekwambia mimi siwezi ngasubiri, yani msubiri mtu wenyewe kama vile kama kachanganyikiwa. Hamna bwana, msubirie tu. Basi bibi Beti akaelewa akasema basi sawa nasubiria hapa. Akawa anasubiri pale. Sasa bwana katika harakati zake bwana za kusubiri, mwamba X alikuwa anakaa mita hiyo akamuona bibi Beti akamfuata. Vipi? Umekuja kufanya nini? Namsubiri rafiki yangu Jojo. Jojo mbona nimemwacha shule? Nilikuwa namsubiri rafiki yangu Suki. Suki naye mbona nimemwacha shule? Kuna rafiki yangu nilikuwa namsubiri lakini mjui. Basi sawa. Haya pale. Basi mwamba X akaondoka na safari zake na bibi Beti akabaki pale. Sasa bwana mida baadaye bwana yule dada yake anatoka. Ile kutoka pale ndo bibi Beti akasema kwanza twende. Akamuita mzimu wake wakaenda hadi kwa yule bibie. Kufika pale bwana ndipo akaanza kuongea naye. Nikopo
nakuomba kuna kitu nataka nikwambie. Niambie kitu gani? Cha kwanza mimi naitwa Beti. Niambie. Kaka yako kaniagiza ya kuwa nije kukuambia wewe kuwa yeye yupo humo ndani. Kaka yangu gani unanisemea? Kaka yako huyo. Kaka yangu mimi hayupo hapa. Kaka yako yupo. Kaka yako yupo ndani ya nyumba hii na ni mzimu. Wewe huwezi kumuona ila mimi namuona. Sasa bibi akaanza kucheka, akawa anashangaa. Yaani wewe kani akili hauna au chizi wewe? Akamwambia hamna. Basi bibi Beti akamuuliza mzimu, nimwambie kitu gani ambacho kitanifanya ajue kuwa kaka yake hapo mimi naongea naye? Akamwambia mwambie kuwa wewe ni dada yake lakini mmechangia mama mmoja ila baba tofauti. Akamwambia kaka yako kaniambia ya kuwa wewe ni dada yake lakini mama mmoja baba tofauti. Sasa neno yale akamuingia akasema, mbona isiri hamna yote anaijua? Naweza nikakuamini. Yupo wapi? Yupo chumbani kwake huko ndani. Yupo huko ndani. Basi bibi pale akatoka haraka pale mkuku. Bwana ile kufungua chumbani anamkuta kaka yake bwana ametoka na mapovu mdomoni. Madawa alikopo anatumia pale. Kusaidiane. Basi wakasaidiana pale hadi kumpa dawa pale. Muda baadaye bwana mwamba akawa sawa, kaamka. Ile kuamka sasa pale anamuuliza dada yake. Dada, naomba mkuja na rafiki yako. Rafiki yako yupi tena? Huyu si ndo kusaidia wewe? Hapo na yeye dada bwana. Yaani kiufupi mwamba kamsahau bibi Beti bwana aliyomsaidia. Akasema na wewe upunguze kula madawa yako. Yaani bila huyu wewe msinge nini? Hasa bibi Beti pale kwa sababu anaufuatilia sana ule msemo wa tenda wema nenda zako. Basi bibi Beti akasema kwa sababu nishatenda wema wangu, nisubiri niende. Basi sawa. Haya pale. Baada ya muda kidogo bibi Beti akapewa milioni 100 naira kwa ajili tu ya wema wake. Na kwa sababu kapewa milioni 100 naira, kwangu mimi kazi zote sifanyi. Zile hela naweza nikala hapa hadi kesho. Na hii bwana ndio mwisho wa kigoma chetu hiki. Hii ni student 2. Kama bado hujaangalia student 1, basi nakuomba hapo uyatazame hapo video ya nyuma hapo inaitwa student 1. Hivi ni visa bwana, visa hivi ni vizuri sana. Usikubali kikukosi hata kimoja. Basi nakukumbusha kubonyeza kialama cha kusubscribe na kuwasha notification ili uwe mwanafamilia na uwe unajipatia vigongo hivi pale tu kinapoachika pale. Ni mimi hapa storyteller wako ni safe hapa. Asante sana, shukran na chao. Usikose student 3 nayo inakuja. Mwaka huu ni mwendo wa furaha tu.